Hii inaitagwa Alp Mountains. Barabara kuu mahali kunaitwa Crespash. Hapo wamesema tusisitize speed kwamba kuwe ni speed ya 70. So inabidi nipunguze kidogo, niko kwenye 80 nipunguze nifanye 70 ndio niweze kuona milima vizuri. Hapo hivi imeandikwa no entry. Siku zote ukiona no entry inamaanisha it's an exit. Where there is no entry, that's an exit. So it was a barabara nyoka. That's why wakakuwa wamekuwekea ishara kwamba speed limit ikuwe 70. So until tumalize bado tuko kwenye 70. We lock it at that until further notice. So hapa hivi tunafuata hii lane, manake hii nyingine ni maja na bado wanasisitiza speed limit ni ngapi? 70. Speed limit ni 70. Hapa tuko ndani ya Austria. Kijua kinanichoma machoni vibaya mno. Bado tuko ndani ya Austria. Alafu kuna wale ambao hawajui kusikiza, utaona kwenye comment wakisema urongo ustadi, Australia haiko Europe. Asif kuna mahali nimetaja Australia, but mimi sasa ni mtu wa kuja kushinda nikisumbua na nyinyi wenye hamjui historia ya dunia, msijui geography ya dunia. Au ukisikia tu Austria unajua Australia, mimi sasa nikija tuanze kulana naye vitu hapo kwa comment. Hapana, nilimaanisha hii badala ya ile. Wewe utabaki ukijua venye unajua na mimi nibaki nikijua vile najua. Todo arere, I don't have that time of eating you ahead and you eating my head. Fogodhari, unanielewa? Hatutakuwa na muda wa kukulana vichwa. Hapana, hakuna kugao. We will not be having time for eating each other's head. Kuna vijiji kona za hatari, ma exit yenye eleweki, ma entry ambayo yanakaa hivi. Kijisahau kidogo tu unajipata hiyo inaenda kule chini. Kijisahau unajipata umeingia manyumbani mwa wenyewe kama vile humo, unaona? So usipokuwa mwangalifu unajipata umepoteza hatua kidogo, umepotea. So hapa hivi unaambiwa kwamba kuna maja. Hizi gari kama hiyo yenye iko kulia kwangu inakuja kumaji. So inakutahadharisha kwamba ukae rada na ukae ukijua kwamba the road will be merging. Hapa hivi naona kuna parking hapo. Otherwise the parking is not allowed for vehicles exceeding 7.5 tons. Hapa kuna kijikona kingine kitamu kweli. Chekizo milima jo. Chekizo milima jo. The milimas are milimari. Milima inamilimika. Wacha tuende nao. Sasa kushida ni kurom sijui kama itaniruhusu niwapatie ki episode. Watu wanatengeneza episode kama dakika 10 hivi ndani ya Austria huku kwenye hizi milima mabarabara nyoka. Tuone itakuwaje. Kama tutakosa bundles za kuposti, tutaiweka mpaka ile siku tutafika ndani ya Ufaransa ndo tutaposti. Otherwise ni muhimu ni warekodie, ni wanakilie muione, maana nimeona inapendeza. Niliwaambia siku zote nikiona kitu kinanipendeza lazima niwaekee mitandaoni kiwapendeze pia nyie, au sio? Can those of the senior opinions the eyes have it, ndio? So wacha tusonge. Hii barabara tuko nayo kwa kilomita zingine 48. We are on this road until the next 48 kilometers. So for the next 48 kilometers barabara ni hii ya manyoka. Sio kama kuna mahali utaenda uifanye dual carriage. It's the first time natumia hii barabara by the way. So everything that I'm seeing, check yaka kadudu. Look at this kadudu, kagari ya 1952. Nakaona na mtu anakula maisha nako like nobody's business. Mtu anasema this is the first time. Wow, check wale watu kule juu ya ile bridge. Unaona? I have phobia wallahi sasa kwa hiyo bridge. That's a bridge over there. Hiyo unaona juu. And then kuna watu wanatembelea huko juu. Hii siwezi afford. Hapo mababu zangu wakiniona tu, kiangai wanatumana. Ustadi umeamua you are tired of life. Hapana babu, ni unajua tena hii na hii ile na ile. Alafu unasikia okay, ndio ikue funzo kwako na watu wengine wenye kuandalia maisha kama wewe, wacha tukuonyeshe. So for that reason ikifika hapo wacha ikae. Ikifika hapo wacha ikae. Wacha tukule tu mabarabara nyoka humu na mle tufurahi, lakini hiyo kupanda hiyo skyrocketing sijui what. Inaitwaje wenye mnafanyanga zinaitwaje ma adventures za kupanda milima na nini.
hiyo yenye unapata mlima na mlima alafu unafunganishwa na bridge inakaa kama kamba na hivi tu kama mademoni danganyifu, hiyo inaitangwa aje? Angalia German Animal inashuka hiyo. Hujaiona, ango imekuwa mbaya. So hapa hivi umeambiwa kwamba vehicles exceeding 4.7 meters high. Sasa angalia Animal hiyo Scania. Hiyo kona inakaa vile inataka, but again kabla inataka si muhimu. Muhimu ni kwamba lazima tupite usalama, lazima tupite salama. Niko na lisali moja dakika 52 za kuendesha gari. Maana huku tako likasimama inaonekana itakuwa ni kizungumkuti. Huku tako likianza kusema ustadhi nipumzishe, utapata shida sana, utapata tabu sana. So nimeamua leo hii adventure acha niende nayo. Acha niwapatie kitu kama dakika 10 kiwa furahi. Look at that fucking beauty. Look at that fucking beauty. Yani kitu kinapendeza. Kimlima tukimegusa na baridi pale wallahi, yani kinavutia vizuri vibaya mno. Yani kinavutia sana. Na tunakikaribia tu. It's like kibarafu, ni kama kimlima cha mchanga. Alafu sasa kimepigwa ile ice cream, kipigwa toppings, kimepigwa toppings ya barafu. Unaanga ukienda kukula ice cream, alafu unasikia niwekea toppings za barafu, sijui toppings za njugu, sijui toppings za caramel, sijui toppings za ukwaju na kadhalika. So hapo hivyo pia naona hapa kwani kuna junction control by traffic lights, ama mimi naona vitu zangu, or am I seeing my things? Alafu hapa kuna kidao ni acceleration. Hii barabara inakaa ni design nyingine, inavutia ndio, lakini again ikivutia you have to be cautious. You have to be cautious. Sikia kigari venye kinatema. Ile nilikuwa nawaambia imepigwa toppings. Unaona hiyo theluji? So hapa hivi hichi bridge ni cha railway tracks. Of course gari moshi inapitia hapo hivyo. Hii episode nao hata inafaa niifanye OnlyFans. OnlyFans ndo wailipie. Manake sasa mimi mwenyewe nimeanza kuona inapendeza mno, na ikipendeza mno mnafaa mlipie, si ndio? Manake hamtumaki za cabbage, hamtumi za crocodile, hamtumi za spinach. Ni mko tu hivi tu. Ndio? Nyinyi mko tu hivi, hamtumi za cabbage, hamtumi za crocodile, you are just there. Otherwise itakuwa ni adventure moja tamu sana, moja ya kupendeza sana. Na sidhani kama kuna tunnel huku. Hii ni kama tu itakuwa ni barabara ya kuhepa milima. Kuikwepa na kuihepa na kuikwepa mpaka iishe, au sio? Ndio unaona kama hali itakuwa ndio hiyo sasa. It's the hali of kuhepa and kukwepa. It's heparing and kweparing, au sio? But anyway, tukiugia tayari unaongo ni kukuri. It is the way it is. That's the way it is. Kwambia barabara inakaa hivi tu. Look at how slim that road is. Haina shoulders, haina rorosi. Kumbe kuna kijitane hapa kidogo. Sio kama ni kidogo ama cha wastani. Kinaonekana kwa mbali ni cha mita 420, so it's not a very long one. Na imewaka green, so inakaa pia it's a tunnel controlled by traffic lights ahead. Tumezoea tu junction controlled by traffic lights, but huku kwetu Europe ndani ya Austria unaona pia kuna what we call tunnel controlled by traffic lights ahead. Hii ni Austria by the way. Sijaiwaletea adventures za Austria nikiwa kwa mnyama. Niliwaleteaga adventures za Austria nikiwa kwa kadudu. Za mazile. So leo nimepata nafasi kende ya kuelekea ni tunnels back to back, tunnels back to back, tunnels controlled by traffic lights back to back. Sijapataga mida ya kwa hii nayo ni ya 340 meters Austrian tunnels. Sijapataga nafasi ya kuwaletea tunnels ya Austria ama adventure ya Austria, but leo nimepata nafasi kadamnasi ileta ama kujitosa ulingoni na kuwaletea jekejeke ya taarifa humu na mle, au sio? Leo niko na nyinyi kwenye maadventure humu na mle. Leo niko na nyinyi kwenye maadventure humu na mle ndani ya Austria. Wow, Austria has been a very good adventure. Austria has brought us a very beautiful, a very heartwarming, and a very indeed legendary and remarkable adventure. Hii ni adventure moja kati ya ma-adventures zenye nitakuwa nikisema nilizienjoy mimi mwenyewe kama ustadhi, kama mletaji wenu wa adventure, nimezienjoy. Sijui nisimame ninywe kahawa ama niachane nayo. Naona gas station cha BP hapa. But anyway, Kaliwali kuna shughuli zingine za kufanya. Acha tuondoke kwa hii barabara yetu ya traffic. Tukifika kwenye highway huko tutatafuta kwenye tutapata
makahawa. Otherwise tudiete wega bio meremani yo jamani we. Nakwambia inakukumbusha movie za kina DJ Afro akiwa kule Mongolia 1962, kabla ya zama za makale. DJ Afro anakuletea movie za Mongolia, anakuambia kabla ya Second World War, akiwa ndani ya Mongolia, zama za makale. Uzolo. Sasa tusemeje, tupivia teruti gogo die. Tumesema hii itakuwa ndefu kadri iwezekanavyo. Hata kama dakika 30 mtanichangia za bundles, si ndio? Hata kama itakuwa ni dakika 30 mtanichangia za bundles. Nitaidrop tu venye ilivyo. Nitaileta kama adventure, kama actually nitaisplit. I can take a long one hata kama ni ya 1 hour, and then nitaisplit maybe to 10 minutes mara 10, na mara 6 samahani, ama 20 minutes mara 3 depending, ama 15 minutes mara 4. Kulingana venye nitaona bundles zitatumika vizuri. We shall see. We are going to wait and see how it's gonna unfold. Wallahi, this place is beautiful. Let us call a spade, but the place is fucking beautiful. Very, the word is very. I just wish that the road was a dual carriage, so that unapata time nzuri ya kuviringa macho, kuangalia humu na mle. Sasa unajua ikiwa hivi hauna muda mwingi wa kuangalia huku na kule, but at least it's very beautiful. Very beautiful. Milima ya aina yote, kuna milima inakaa dry fry, ingine inakaa rocky, ingine inakaa sandy, ingine inakaa kama forest mountain. Hayo ndio huwezi elezea. But all in all, it's an adventure of its own kind. Leo ni ile siku hata wenye wananipigia simu saa hizi zishika, manake watakatiza hii adventure, na hii adventure ni very expensive. It's a very expensive adventure. It is a very expensive adventure yenye hatuwezi kubali kurisk kukatizia kabla muda wake wa machukuzi haujafika. So wale ambao wanapiga, samahanini sana. Kwa sasa siwezi shika simu zenu, manake kwa sasa simu zenu si muhimu hata kidogo. Adventure ndo muhimu kwa sasa. Adventure ndio muhimu kwa sasa, wala sio simu zenu hizo mnazopiga. Nashangaa tangu asubuhi mlikuwa wapi? Sasa ndo mnaona usipige hizo simu. Unanishangaza sana. Otherwise, we have 39 kilometers still waiting on this road. 39 good kilometers ambazo sisi kama kutoka kwenye barabara hii, ama maybe itabadilika ikuwe dual carriage, ama tutabadilika tuache kuona milima tuone vitu zingine, I don't know. But kweli ni kwamba we still have 38 more kilometers on the same road. Na hii tutaenda nayo hivyo mpaka kwenye itatupeleka. Tuone itaambaje, tuone itasemaje, tuone huko mbele. Iveco SW Mtaliano, naenda kwenu Iveco by the way. Naenda huko kwenu, so ukae rada. Iveco ukae rada, naenda huko kwenu. Kwa vile itakuwa. So hapa speed limit ni 90. But sijui nani atafanya 90 kwa hii barabara akiwa na mzigo. Na ni mara yake ya kwanza kupita barabara kama hii, inakuwa ni ngori. Huwezi fanya the top speeds zenye wame limit. Kwa barabara ambao ni mara ya kwanza unapita, inakuwa ni tricky sana. Tricky sana. So the best thing ni unaenda kwa speed ambao unajua uko safe nayo. Hapa mbele yangu kushoto kwangu unaona kuna Actros ya Boyo. Yaani Actros ya Boyo wameimodify, inakaa kama vile front loader. Unaiona? Actros ya Boyo. Alafu katrela nikake kishamaliza kukaload, akahook aende. Watu wanafanyaga maisha inakuwa tu damu. Yaani everything that looks complicated inakuwa simplified. So unanunua Actros ya Boyo badala ya kununua front loader ama wheel loader, alafu unaitengenezea kibucket hapo mbele, inauma kama tu wheel loader ya kawaida, alafu unaitengenezea katrela kake. So ikifika mahali ina unhook, ina load, alafu ina hook tena, inaenda ikiendaga. That's how beautiful life is, and science, engineering, kila kitu kichanganya is. Actros humu na mle 1845 hiyo. So hapa naona barabara tumepewa lane 2, ama mbona tumepewa lane 2? Because according, afadhali kuna kamshipi kama gari kamenifuata hapo hivyo, wakuwe wamedondoka, wameniondokea. There's a bibi harusi, kulikuwa na bibi harusi imefunga kimshipi hapo. Naona wanakuja, wacha wapita waende angalau.
tubaki peke yetu barabarani bila kukaa kambo tunawekea kikwazo ama kambo tunawekea kiwingu. Sitaki kuwekea mtu kiwingu, mtu atembee kwenye aste yake. Actually the lanes iko almost kuisha, lakini kuna mlazimishaji hapo, alafu hiyo gari imesuka design nyingine hata sielewi. Ndio sema ni gari gani, lakini it looks like BMW. Yaani BMW hiyo. It's a BMW but imesukwa, imekarangizwa, hata uweze ona label, uweze ona rorosi. Dunga mastika hapo hatari. Otherwise tulisema this is one of the adventures yenye mtazikumbuka. Speed limit hapa hivi ni 60. And I don't know the reason why wameweka 60. So what you have to do is just comply without asking questions. The reasons wameweka 60 ni wao ndo wanajua. So we comply without questioning. Angalia mi animo humu, mi animo mle. Animals humu, animals mle. Imewekwa 60 kwa sababu tu zigzag, but tumeisha. Naona wameturegesha kwenye 80. Tuzoom ile milima kidogo, alafu tuiregeshe. Iko tu sawa. Tuendelee nayo. Hapa hivi wanaweza kuni overtake, wapo mbele iko safe. But kama haiko safe, hawaruhusiwi kuni overtake. So hapa tena tumekuja, speed limit ni 70. Hapa speed limit ni 70 re. And no overtaking for all motor vehicles. Speed limit 70 and no overtaking for all motor vehicles. Sababu gani watajua wenyewe. Ngesi makona yako hapa, plus kuna hizi mamaja zina join from minor to major. Una ni nani? Uni dafu Mholanzi, si ndio? Dafu mazee hata ukavaa kiraoni na magwanda ya man ama ya Benz. Utabaki tu kuwa dafu. Sijaribu kucamouflage. Tukula kichwa hapa hivi, waanza kutukula kichwa tukianza kufikiria wewe ni gari gani. Kama wewe ni dafu, onyesha ama prove kwamba wewe ni dafu. Kama wewe ni dafu, act as dafu do. Cha kujifanya wewe ni dafu alafu chini ya maji unajifanya Benz ama man. Kule kichwa hapa hivi umepewa what we call a height warning, 4.3 meters high. So if your vehicle is over 4.3 meters high, uko kwenye ngori, tafuta barabara mbadala uende nayo. So actually it's a tunnel controlled by traffic lights. You can see it's green. Inamaanisha wewe endelea tu fululiza. So hapo maybe wanataka kufunga, watafunga. Wow, look at that mountain. Hey, the beauty is in the eyes of the beholder. And today, now that I'm the beholder, I can tell you this place is marvelous. This place is beautiful. Place iko very beautiful. Wow. Hiyo nikipiga picha hivyo nitaikumbuka. So acha nikaribie nyingine hapa. Pige ikiwa hivyo. Hizo nitakuja kuwapostia kama picha baadaye ni wakule kichwa. So hapa hivi tunapiga speed ya 60. Tu mdogo. Again it's a tunnel, a two-way traffic tunnel. It's a two-way traffic tunnel ndani ya Austria. Hapo umeambiwa washa taa zako, washa headlights. Kuna kifai sign hapo, sijakumbuka kuonyesha. Unfortunately hata sikuangalia ni urefu wa kilomita ngapi. Maana hii inakaa kama tunakula ule mlima juu. Sasa tuko ndani ya Ngurunga. Hapa tuko ndani ya Ngurunga, tuko ndani ya tunnel ndefu. Nimesahau kuangalia ni ya kilomita ngapi ya Rabi Star. It's long. Maana sasa hii naona bado 2.7 kilometers huko mbele. 2.71 kilometers, 2.66, 2.55, yeah. Inamaanisha ilikuwa ni kama probably 2.8 kilometers to 3 kilometers. Sijaangalia mpangilio ya radi. Mbona naweka speed limit ya 50? Anyway, tulisema ukipewa speed limit sio kuuliza maswali, kufuatilizia speed limit uliowekewa. Niko ndani ya tunnel. Hiki kio hata mkasema nikichafu nikipige maji ama nikioshe, au kijua kwamba hakuna siku kio kitang'ara penye unataka wewe. Siku zote any windshield, as long as it is against the lights, lazima itakuonyesha maajabu yake. Lazima itakuonyesha maajabu yake. So kwa hiyo usije kwanza kulalamika ukisema ustadi safisha kioo. Safisha kioo kwa shilingi ngapi? Kwa nini safisha kioo shilingi ngapi? Hii tunnel kama ilikuwa ni ya kukula ile mlima, tuitoke the other side, but let's see. Kulingana na urefu na huo mlima uliokuwa mbele yangu, probably nikitoka hakutakuwa na mlima tena mbele yangu, tutakuwa tumeukula.
But anyway, tukiugia tarehe moja tu tuone wenye uko mbele huko. Kama kweli our assumptions are something to go by ama to go with.